Sikiliza, hawa wametupisha kiutu uzima. Mimi mkubwa naelewa. Kuna chochote unataka mimi nizungumze hapa, ndo tafsiri ya kupishwa. Sasa mtu useme toka huko unakuja kibubububu maeneo ya watu haya. Wewe. Hiyo hela yote ni? Sasa mjomba, hii ndo mali yenyewe. Kwa akija wale tutawakabidhi. Ya kwa bawa. Milioni ngapi? Hii milioni 2. Ndo mali. Haya baba. Fanya hivi. Kwa heshima hapo. Ngoja sisi wengine watu wa macho. Ngoja. Hii hapa. Sisi wengine watu wa macho. Hii hapa. Hii na vijana hapa wote kama mahali. Sawa, sijali. Wenyeji. Pole ni bana, tumewacha kidogo, tulikuwa tunajadili kidogo. Ni jambo jema, unaambia kidogo mnatakiwa mpate nafasi ya kuzungumza. Okay. Sawa. Kweli kabisa. Mimi nashukuru kwanza kufahamiana, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nasikia tu maneno yanazungumzwa hivi nazungumzwa lile. Nashukuru nimewafahamu. Ila samahani kama nitawarudisha nyuma. Mlisema binti ana umri gani? Sasa hivi ana miaka kwenye 22. Ana miaka 36. Sawa. Na elimu yake? Sasa unajua kipindi hicho kidogo, kipindi cha yeye anasoma analelewa huko. Alishia darasa la 7 kipindi hicho. La 7 kipindi hicho lilikuwa kidogo lina mata, sio kama sasa hivi. Kufaulu kazi. Hiyo ndo nilikuwa nataka nijue hiyo. Tunazungumza. Hilo ndo nilikuwa nataka nijue. Sasa binti ameishia la 7. Ana miaka 36. Amevuka. Umenielewa? Ni mtu mzima, si ndio? Na ukiachana na utu uzima wake, ana mtoto. Ndio ana mtoto. Hao walisema walikubaliana na mwenzake, kila kitu wameweka sawa. Mtoto mwenyewe si mmoja tu. Mtoto mmoja na mzazi mwenzie hajafa, si ndio? Wameshaachana lakini. Hajafa lakini. Yupo hao. Nisikilize, nazungumza na upande wa huko. Kwa kama hajafa, family bado zitaendelea kukutana kwa sababu ya mtoto. Kwa hiyo ni bomu namba 1. Na si ndio ule alikuja ana